Na sisi kama wakaji wa Uasin Gishu, wakaji wa Eldoret, wakaji wa Rift Valley tumekubaliana ya kwamba wale wengine wote wakiomboleza, mnajua baba alikuwa mtu kwa kila mtu. Na baba alikuwa kiongozi mwenye ameleta mabadiliko mengi sana Kenya yetu. Kando na kushindana maneno ya urais, ndipo tuko naye sasa, ni yeye alituletea na mambo mengi alibadilisha katika nchi yetu. Na kando na hiyo, sisi wote tumepitia tukijaribu kutafuta uongozi. Hakuna mtu hajafanya kazi na mzee Raila Amolo Odinga. Ndio tumekubaliana na gavana wetu wa Uasin Gishu, najua kwa safari, tunasema ya kwamba wale wakiomboleza kule Nairobi na wakiomboleza kule Kisumu, wakiomboleza Kenya mzima, pia sisi hapa Uasin Gishu tumekubaliana ya kwamba pia tutaomboleza kifyetu na tutafute namna ya kusanya watu wetu wasitapakae. Kwa sababu niliona jana watu wengi walikuwa wanazunguka kule town wakiomboleza. So tumekubaliana ya kwamba najua watu wengi wale wataweza kwenda Kisumu ama Bondo ni wachache. Najua kesho watakuwa Kasarani, Saturday watakuwa Kisumu, Sunday watakuwa Bondo kwa Mashishi. So leo tumesema tutaweka screen pale Sadma, ni itatumika kesho na kesho kutwa. Alafu Sunday tutaweka screen kubwa pale Sports Club na maema pale, ndio wale wakiendelea kufuatilia mazishi kule Bondo, na pia watu wetu na supporters wa baba wafuate pia hapa wakiwa na starehe, wakijua sisi kama viongozi tunalia wote kama county na kama jamii. Na hiyo ndio muhimu sana kwa ndani tunazo, ili watu wenye wataweza kwenda Kisumu, na ninaomba sana kama ingewezekana hata mkienda Kisumu ama muende Bondo, lakini watu watakanyagana kule sana. Bado ukifuata kwa screen itakuwa tu sawa. Tukiwa wote, sitaki nilikuwa nataka hadi tuone vile wakaji wanaweza kaa wote kwa pamoja. Najua kila mtu anaangalia kwake ama kila mtu anaangalia kwa simu yake, lakini ni vizuri kwa sababu wale watakuwa kule ni wengi. Pia sisi hapa tuweke mipangilio ya watu wetu wenye wana uwezo wafike pale Sports Club kwa Sunday kuanzia asubuhi saa 2 mpaka mashishi itakapoisha. Hiyo ndio nilikuwa na announce hapa. Unless kama deputy governor, kabla deputy aingie, tuambie tu wewe personal friend. Yes. Ulimjua Raila kama mtu aina gani? Umejifunza nini kwake kisiasa? Mimi nimejua Raila, unajua hii siasa iko na mambo yake, lakini as a person mimi nimejua Raila kuanzia 2004, na nilimjua sana kupitia kwa vijana wake Fidel. Tulikuwa marafiki sana na Fidel, na mzee Raila alituchunga sisi wote. Akiwa prime minister nilifanya kazi mingi sana kule kwake, na akawa ni kama babangu sasa. Nikimpigia simu anajibu, anasema yes kijana yangu. Mimi nikipigia simu hakuna siku nimemuita prime minister ama nimemuita, mimi namuitanga mzee. Na tumeongea naye hivi majuzi mara mingi sana. Na mzee watu wengi hawako wanamjua. Unajua watu wengi kama hujakaa karibu na mtu wewe ukamjua. Raila ni mtu muungwana sana. Mtu ako na historia, mtu ako na mawaidha, mtu ako na patience. Unaweza kana Raila for 3 hours more akikuongelesha, akikupa historia. Ni mtu nataka niseme ni msazi, ni kiongozi, ni rafiki ya kila mtu. Unajua watu wengi hawajui siri ya Raila hata kwa siasa. Nilikuwa nasikia watu wanasema huyu Raila unajua watu wengi pesa. Lakini Raila ni mtu wa uziano. Raila ni mtu hata waandishi wa habari wadogo kama wenye wako hapa wengine. Ukimpigia simu anachukua simu. Na atakuongelesha na heshima sana. Ama ukimpigia simu wakati mtu atarudisha. So ni mtu watu wengi hawaweza kumjua, lakini
mzee muungwana au kwa najali kama wewe uko na mwaka ngapi, so long as unajua ile kitu unataka na unaweza muongelesha na unaweza engage. Alikuwa mtu wa maajabu sana, ukifuatilia kwa marafiki wake na wanamjua. Mimi nataka niseme ningetaka kusema sana leo, hata hii juzi, hii kura ya juzi, baada ya mimi kupiga kura hapa, tulienda kule Nairobi, na wakati kura ilikuwa inahesabuliwa, niliongea na Raila mara mingi nikimwambia mzee, ikienda vile itaenda, sisi tuko na wewe, ikikuja upande hii, sisi tuko na wewe. Na kama unataka confirm, unaweza uliza rais wa sasa William Ruto, niliwakutanisha kwa simu mara 4 kama kura haijaisha kuhesabuliwa. So alikuwa rafiki yangu sana, na nilienda kwake kura ikiendelea kuhesabuliwa before William Ruto apishwe. Nakumbuka nilienda huko siku nyingine asubuhi, na watu wengi walikuwa huko ODM, walikuwa wanashangaa huyu mtu anayefanya nini, na hawa ndio wapinzani wetu. So alikuwa rafiki yangu, kando na siasa alikuwa rafiki yangu kwa karibu sana. So nataka niseme pole sana kwa watoto wake, kwa mama, kwa ndugu zangu, watoto wake. Nataka niseme pole sana kwa sababu najua hiyo familia walikuwa very close. Kama kuna mtu alikuwa close na familia yake, Raila na ndugu zake na dada zake na mke wake na watoto wake walikuwa very close. Nataka niseme pole sana kwa familia ya dada zake. Sasa mheshimiwa, okay, kwa historia kidogo, na naona ni kama kuna wakati tulikuwa hapa tunasikia unatukana yeye paka unasema huyo mganga huyo. Alafu siku moja bibi yake ananiambia jioni ati tumekuwa na mheshimiwa Sudi sahi. Na wewe ulitukana yeye huko. Ulikuwa mbinu gani ulikuwa unatumia? Siasa uchekwa achana naye. Wewe fanya kazi ya kamera. Ile maneno tunaongea hapa, ile maneno tunaongea kwa microphone, ile watu wanaongea bunge, ile watu wanakunywa chai, uweze kuleta tofauti sana. So wewe usijali, lakini ukichunguza vizuri, ilikuwa ngumu sana mimi kwa taka Raila Odinga. Ukichunguza vizuri, ilikuwa na piga kona, kwa sababu ule mzee ni mjanja, kila mtu anajua, na hakuna siku nilificha. Wakati tulikuwa na Uhuru Kenyatta kwa miaka 10, walikuwa wanajua Raila ndio. Hata wakati huu tukienda uchaguzi, mambo yote, hata mimi mambo mengi tutasema, mambo mengine siku nyingine na kuandika vitabu. Hata hii ile ukija kwa kuungana na sisi kufanya kazi, mambo ni mingi ucheki. Kwa hiyo maneno kama wewe kwenye maneno. Asante. Kwanza mimi nataka nitoe sana rambirambi ya gavana wa Uasin Gishu, wakaaji wote wa Uasin Gishu County, kwa familia na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya kwa kulala kwa Raila Amolo Odinga. Kama kaunti ya Uasin Gishu pia sisi tunaongeleza na tunamtambua. Mimi kaswa kama kijana, ndio sababu ya leo niko na kiti ya deputy governor, ni ile constitution ambayo ililetwa na baba Raila Amolo Odinga. So kama vijana wadogo tunajua ile demokrasia tunapitia saizi, ile tunafurahia kama Wakenya ni kwa sababu ya Raila Amolo Odinga, na kumpoteza yeye kama kaunti ya Uasin Gishu pia tumempoteza sana, na tunataka kumwambia rais wetu pole, na pia tumwambie rais asante kwa ile heshima kubwa sana ameweza kumpea Raila Amolo Odinga, ama ile decent incentive ambayo ameweza kumpea yeye. Kama vile mheshimiwa Oscar Sudi amesema, kama kaunti pia governor ameweza kuongea na yeye, na vile tumeelewana kwamba tutaongeleza pia baba Raila Amolo Odinga kesho na kesho kutwa pale Siren Mall kwa ile screen kubwa, na pia Saturday vile mheshimiwa amesema kwamba tutafanya kazi pale sports club, tuona kwamba watu wetu pia wale wako within Uasin Gishu County, within the city, pia na wao wamefuata ile safari yake ya baba ya mwisho, waweze kuona bila hata kwenda pale Kisumu ama kwenda pale Bondo. Lakini kwa sasa hivi kama kaunti ya Uasin Gishu, sisi pia tunajua kwamba tulimpenda Raila Amolo Odinga, na ile jina ambaye tulimpea yeye hapa Uasin Gishu ya Harambee Day, nafikiria hakuna mtu ameaitoa hiyo jina. Alipewa 2007, lakini bado iko namna hiyo, na bado tuko na ile heshima kubwa sana kwake kwa Raila Amolo Odinga. So tunasema wakaaji wote wa Uasin Gishu County tunasema poleni, Kenya kwa ujumla kama kaunti ya Uasin Gishu tunasema pole, na pia kwa familia ya Raila Amolo Odinga, kwa sababu mheshimiwa Sudi amesema yote yale mpango tumeweka. Mimi sitasema mengi, ni kusema tu kutoa risala za rambirambi. Gavana alitoka kidogo kwa sababu ya shughuli ya kazi, lakini pia yeye ameweza kuandika pale kwa mtandao, ameweza kutoa pole zake, na ameweza pia kutoa pole za kaunti ya Uasin Gishu. Na mimi tu nimefika hapa kwa niaba yake ili niweze
kutoa kwa niaba ya serikali yote ya kaunti na wakaaji wote wa Uasin Gishu County. So kama viongozi wa vijana wale ambao wameingia kwa uongozi juzi, leo tunakula matunda ya Raila Amolo Odinga. Na hiyo lazima sisi vijana wote tumshukuru. Ile yote inaendelea social media, vijana tuko na freedom of expression, tunaweza ongea vile tunaweza, tunatafuta uongozi kila mahali. Ni kwa sababu ya kazi kubwa ambayo Raila Amolo Odinga alifanya ili aliweza kufanyia jamhuri yetu ya Kenya. Na ni lazima sisi vijana wote pia tuweze kumheshimu sana Raila Amolo Odinga na pia kucelebrate maisha yake akiwa duniani. Poleni sana kwa familia ya Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Swede, pengine ni watu wangapi ambao tunatarajia sports club? Kuna ambao watakuja watapata chakula ama mipangilio iko namna gani? Wale watafika, tutafanya mpango ya more than 20,000. Wale watafika hata unakodisha. Na make sure tunapata hata kama ni maji ama something. To make sure na kitu. Kama nje tujifunze nini kwa uongozi wa Raila Amolo Odinga kama muda huu wote? Tujifunze saa zingine ni lazima urudi nyuma kwa uongozi. Na ukiona vile Raila amesimama mara 5 times akiwania kiti ya urais, lakini kwa zote ni ile akishindwa huwa anarudi nyuma na anaona anaangalia, anasema inji ni kubwa kushinda yeye mwenyewe. Unajua, ukichunguza vizuri, Raila alifanya kazi na Nyayo, alifanya kazi na Kibaki, alifanya kazi na Uhuru, sasa anafanya kazi na William. Inamaanisha huyo mzee ni mzee anajali nchi yake. So kama kuna kitu tunajifunza kwake kubwa sana, ukishindwa inaweza kuwa bado ni win-win hata kama umeshindwa. Kwa sababu sasa ukichunguza vizuri, juzi wakati alikuwa anaongoza mambo ya maandamano, after some time akaona nchi inaelekea mahali sio kuzuri, na akapeduka mara moja na akasema okay, tuongee na tukubaliane. Kama ile mambo hivyo ilikuwa kwa manifesto yangu ndio mnaendelesha, tutafanya kazi kwa pamoja. Na ukiona vizuri ama uchunguze vizuri, alikuwa amefurahia na anasukuma kwa upande wake. So tujifunze ya kwamba siasa sio kila kitu. Sometimes unarudi nyuma na tupate win-win kama nchi. Kwa sababu nchi ikichomeka ni yetu sisi wote. Unajua mnasikianga watu wengine wanaongea ni kama nchi ikichomeka haya atakuwa kwa na nyingine, mwingine atakuwa kwa na nyingine. Nchi ikiharibika tutatuharibikia wote. Ndio hiyo huwa mimi nawaambia hata hapo Uasin, tuache mambo ya ukabila. Tuache mambo ya ukabila. Na tujue ya kwamba hii nchi iliumbwa, tuliumbwa kwa hii nchi sisi wote ni kitu moja, kwa sababu ukienda kila pembe zote za Kenya kila mtu wako. Yaani unasikia mtu mwingine anakuwa mkabila mpaka anajireduce anakuwa mkabila mpaka mkabila wa mkabila. Umetoka pale mpaka umekuwa mkabila mpaka unasema huyu ni Mjaluo, lakini huyu ni Mjaluo wa Bondo, huyu ni Mjaluo wa wapi, unakuwa Mkikuyu wa wapi, unakuja hapo unasema huyu ni Mkale wa Keyo, huyu ni wa Nandi. Ni ujinga ile ujao na siku hizi. Na ndio hata hii uchaguzi tunaenda, tutahakikisha ya kwamba na Mungu atusaidie, wakabila wote waende nyumbani, waende wakuwa wakabila na wabibi sawa na watoto wao. Hii ndio nataka watu wako na akili imepanuka, watu wako na roho kubwa yenye unaweza kukutanisha nchi. Mheshimiwa William Ruto anaendelea kufanya sasa kukutanisha nchi. Nilikuwa naona wengine wanapiga kelele juzi ati mbona Gideon Moi. Sasa nilikuwa nauliza Raila Amolo Odinga alikuja akakubaliana wafanye kazi na rais. Hao watu wengine wote wamekuja. So Gideon Moi anafanya makosa gani? Ukichunguza watu ni wakabila. Unajua kuna watu wanapenda fiction, wanapenda vita, kuna watu wanapenda viongozi waliongana ni wakue hapa katikati, brokers na wakora. Najua hata niligundua juzi kumbe kuna wakora wengi walikuwa wamejiringa nyuma ya Gideon. Sasa bahati mbaya kwa mambo yaliharibika, Gideon amekuja kwa serikali, lazima tuendeleshe nchi tukiwa kwa pamoja. Mheshimiwa, wewe ndio uliconnect wires mpaka Raila wakakutana na William baada ya uchaguzi na kuapishwa. Ni nini hasa ulifanya mpaka ukahakikisha umewaleta pamoja wamekaa meza moja? Sio mimi peke yangu uche, ni timu kubwa. Ni timu kubwa, na kwa sababu mimi mwingine siamini kwa maneno ya ukabila. Mimi naamini kabisa kwa kila mtu. Hata awe lugha ndogo aje, hako na uwezo ya kufanya kenye wewe ungeweza kufanya. Ndio unaona ni vizuri kuanzia hao washikane sasa, hivi imekuwa mzuri.
tutalete kila mtu na bado mtaona maajabu. Bado kuna mtu mmoja kwa kona fulani mkabila sana, hata baki peke yake, bado mtaona maajabu. Hadi itoshe. Asante. Kaona